Msanii wa muziki Diamond Platnumz ameamua kunyanyua mapanga kweli kweli kwa kile alichokifanya katika ufungaji wa kampeni za Baba Levo huko Kigoma, huku akinukuliwa akiongea maneno mazito kinomanoma, akidai kwamba kama kuna kiumbe chochote hapa nchini ambacho kinamweza kimuziki basi na kijitokeze, huku akisema kwamba yeye ndo msanii nambari 1 hapa nchini anayefanya vizuri. Basi kama ni yeye ambaye anafanya vizuri na kuongoza, basi wajue ni Kigoma nzima inaongoza kimuziki. Akaendelea akisema kwamba hivi karibuni alikuwa na harakati nyingi sana kimataifa na ikaonekana kama watu wengi wakilidharau jambo ambalo alikuwa analifanya na kama vile wakimpuuza vile. Akaamua kuachia misumari 3 ya nguvu ambapo hakuna hata mtu mmoja ambaye ameweza kuisogelea misumari hiyo. Hapo anazungumzia ngoma zake ambazo amezitoa hivi karibuni ambapo zilitrend katika mtandao wa YouTube. Na hapo anazungumzia msumari, anazungumzia ngoma yake ya Nani, na hapa hivi karibuni mwishoni akaja kaachia ngoma yake ya Sasampa. Ngoma ambazo aliziachia baada ya kuona kama kuna dharau fulani hivi zinaletwa, akaziachia ili kuwashikisha adabu. Inaitwa Shikeni Adabu. Ni ngoma ambazo zilifanya vizuri. By the way, kuna muda ambapo ukiona Nani inashika namba 1 inafanya na msumari namba 2, namba 3 inashika Sasampa. Kuna muda unaona Nani inashika namba 2, msumari namba 1, Sasampa namba 3. Kwa hiyo ni ngoma ambazo zilishika nafasi ya kwanza, ya pili mpaka ya 3 kwa kipindi cha muda mrefu. Lakini hivi karibuni Roma Mkatoliki aliingilia katika hizi trend za Diamond Platnumz na kuachia ngoma yake ya Shusha Bunduki ambayo ilikuja kushika namba 2 katika mtandao wa YouTube, na Nani kaa imeshika namba 1, Sasampa ikiwa ni namba 3. Lakini mpaka tunavyoongea hivi na ngoma ya Roma Mkatoliki Teremsha Bunduki namba 1, inafuata Nani ya Diamond Platnumz namba 2, alafu inafuata Sasampa. Ngoma ya 4 ni ya kwake mtu mzima Harmonize na Ibra. So Diamond aliongea maneno ya kibabe kweli kweli, akisema katika mziki huu wa sasa hakuna msanii yoyote Tanzania ambaye unaweza kumsimamisha naye au kumkompea naye, na akisema kwamba aliachia misumari 3 ambayo ilisumbua baadhi ya mitandao mbalimbali ya kijamii na hakuna aliyeweza kuisogelea misumari hiyo. Basi mimi nisiongee sana, nikwambie tu msikilize Diamond hapo mbele, na nikukumbushe tu ambaye bado hauja-subscribe channel hii, please make sure una subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele ili kuweka on notification, uwe kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo. Baba Levo na uchungu na Kigoma. Na mimi nilimwambia kitu kimoja Baba Levo, ukienda Kigoma kwenye chochote ambacho utasema mimi nisaidie, niko radhi nitoe hata cha ukunguni nitasaidia. Kwa sababu huku mimi nyumbani kwetu. Baba Levo historia yake na yangu tupishani sana. Mimi akaanza muziki watu wamenidharau sana ujue. Uongo kweli? Sana. Lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Uongo kweli? Napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye muziki, maana Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye muziki. Kichata Kigoma, nembo ya Kigoma, metodea Kigoma inapoongoza kwenye muziki, maana Kigoma ndo inaongoza kwenye muziki. Uongo kweli? Wakati naanza akaongea sana huyo eti sio hajasomea muziki, sio nikasema wewe njoo na makaratasi yako ya muziki, afu mimi natoka na elimu ya mtaa, afu lete matokeo nikuoneshe maajabu. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya muziki nchi hii kinaniweza kisogee mbele yangu. Kama kuna kiumbe chochote, niambie kitu. Kigoma wewe. Hapa katikati nilikuwa niko na harakati nyingi za kimataifa. Huko nyuma kwa kuna dharau nyingi za kijinga jinga. Nikasema hawana adabu hawa. Nikawatia misumari. Misumari inaitwa Shikeni Adabu. Nimeweka misumari, nikaka namba 1, 2, 3, nakuja kenge yote nasogea hapa. Mpaka sasa hivi nataka tushamaliza ndo watu waanze kusogea. Lakini ile ilitoa kwa kuwashikisha adabu, kama Shikeni Adabu na mtoto wa Kigoma. Sasa